kijana mzuri, nitakuwa mtu mzuri. Amen. Sasa maana yake Mungu anapokunusuru katika janga ambalo lilikuwa liko ndani yako, ni gereza, amekutoa katika hilo gereza. Yes. Amekuokoa katika mitego hiyo, alafu kaja ukarudia, maana yake ujue kwamba hautakuwa. Ijumaa tulikuwa na ibada ya kutoka kwenye magereza, kukatakata kile nyororo ambazo zimefunga nini maisha yetu. Tumekatakata zile nyororo. Sasa ija kukatakata zile nyororo, tumetoka kwenye magereza, tumefunguliwa. Sasa uanze kuangalia, baada ya kutoka kwenye ile gereza, nimefunguliwa, nimekuwa huru, ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaninyima amani? Kwa sasa nashukuru nimepata amani. Anza kutafakari, kuna njia ambazo ulikuwa unapita ambazo zilikuwa zimpe Mungu utukufu, ambazo zilikuwa zinakufanya uendelee kuwa katika gereza. Sasa zile njia achana nazo. Amen. Amen. Zile njia amua kabisa kuachana nazo. Amua kuumba Mungu maisha yako. Mwambie Mungu, kuanzia sasa ninaamua kukupa maisha yangu. Uamue kuwatamia watoto wangu. Ukishaachilia kusema Mungu, hizi njia mbaya zote, hata kama huna fedha, hata kama huna chochote, huna chakula ndani, lakini hivi vitu moja mbili tusintafanya. Amen. Amen. Maana yake utakuwa na uhakika kwa Mungu ataangalia. Ukimaanisha Mungu atakupeleka mahali ambapo hautawahi kutegemea. Amen. Mungu atakuvusha kirahisi sana, hautakao ujue kama amekuvusha namna gani. Amen. 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 Iso sawa na hili neno la Kutoka 3 mstari wa kwanza. Tusome hapo. Musa basi ni Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkewe. Alikuwa akilichunga kundi la Yethro, kuhani wa Midian. Akaliongoza kundi la nyuma ya jangwa. Akafika mpaka mlima wa Mungu. Hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea. Katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Amen. Amen. Ndio. Akatazama. Na kumbe kile kijiti kiliwaka moto. Nacho kijiti hakikuungua. Amen. Amen. Maana yake uko unapita kwenye magumu, kwenye vizuizi, unapigwa vita kwenye biashara yako, unapigwa vita kazini, unapigwa vita nyumbani, lakini Mungu anakupigania. Sasa maana yake Mungu anapoingilia maisha yako kati, anapokuja kuingilia kati, ukamwambia Mungu nisaidie. Sasa Mungu inabidi uingie miguu yote miwili. Amen. Amen. Maana umeitikiswa, moto umekuwekea lakini hujafa. Umepigwa lakini hujafa. Mungu amekuokoa. Inabidi ugeuze mawazo yako. Amen. Amina. Hebu sema nageuza mawazo yangu. Nageuza mawazo yangu. Sema nageuza mawazo yangu. Nageuza mawazo yangu. Katika jina la Bwana. Katika jina la Bwana. Amen. Amen. Ndio. Musa akasema. Nitageuka sasa. Niyaone maono haya makubwa. Kwa sababu Musa alipokuwa akidunga ile kondoo, alikuwa Mungu anamwamini, lakini alikuwa hajaweka miguu yote ndani. Amen. Amen. Amina. Amina. Sasa akasema kwa namna hii, kwa ishara namna hii, lazima nigeuke, niweke miguu yangu yote ndani na niamini kwamba sasa ninatembea katika njia hii yenye uzima wa milele. Amen. Amen. Ndio. Akiteketee. Kwa sababu kijiti kinawaka moto, lakini akiteketee. Amen. Amen. Ndio. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame. Angalie. Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti. Bwana akamwita kutoka katikati ya kile kijiti.
akasema, Musa, Musa. Musa. Akasema, mimi hapa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa. Usikaribie mahali hapa. Vua viatu vyako miguuni mwako. Vua viatu vyako miguuni mwako. Maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Maana ya kuambia kwamba vua kiatu chako. Vua kiatu maana yake nini? Ni kuvua zile roho ambazo zilikuwa zinapingana na yeye. Ni kuvua maroho mabaya. Ni kuvua kila ubaya na kuingia katika utakatifu. Maana yake kuacha mabaya na kuingia kwa kumaanisha kwa Bwana, kwamba sasa ninaingia nikiwa nimemaanisha. Amen. Ndio maana tunaweza kuvua mavazi ya giza. Sio kama unakuwa vazi hilo umevaa namna hiyo, unaliona shati hii hapa kama ni nguo ya giza. Hapana, kuna roho ambayo unavalishwa. Unaweza kuvalishwa kwa unaonekana ni bibi. Unaweza kuvalishwa kwa unaonekana wewe ni kitu cha ajabu. Amen. Tunapoenda kuvua, unavuliwa lile vazi, unavalishwa vazi la utukufu wa Mungu ndani yako. Amen. Ndio maana ambaye vua kiatu. Maana kiatu ulichokuwa unakivaa sio kiatu kinachompendeza Mungu. Maana yake matendo aliyokuwa anafanya mwanzoni sio matendo ambayo yanampendeza Mungu. Ni matendo ambayo yalikuwa matendo hayajanyoka. Amen. Ndio maana kile kiatu, kwamba achana matendo mabaya sasa. Achana matendo ambayo ulikuwa unafanya kwa kona nyingi. Achana nazo. Sasa ingia miguu yote kwa ajili ya kufanya kazi yangu. Amina. Ndio maana mtu yote unapokuwa unafanya kwa kona nyingi, mwisho wa siku lazima uumbuke tu. Amen. Unapokuwa na cheka nyingi, fulani kafanya hivi, fulani moja mbili tatu, hapo cha siku kumbe unamsingizia tu anafanya kitu. Maana lazima kuna siku utaumbuka. Amina. Kwa maana yake Mungu anamwambia wewe ni mtumishi wangu kweli, lakini haujakamilika. Vua kiatu hicho ulicho nacho. Maana yake acha matendo ya kona. Acha matendo. Sasa vua mavazi yote, amua kunipa maisha yako. Amen. Kuna mtu mmoja angelipigia makofi Bwana katika jina la Bwana Yesu. Amina. Ndio. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako. Mungu wa Ibrahimu. Mungu wa Isaka. Na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake. Kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Musa aliogopa kumwangalia nani? Mungu. Amen. Musa akaficha nini? Uso wake. Amen. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Hakika nimeona mateso ya watu ambao wako Misri. Amen. Nimeona mateso ya watu wangu ambao wako wapi? Misri. Amina. Amen. Ndio. Nami nimesikia kilio chao. Sababu ya wasimamizi wao. Kwa sababu ya nani? Wasimamizi maana yake ni watumishi wa Mungu wanayowekwa kwa ajili ya kusimamia watu. Amen. Maana yake maombi yako unaweza kaomba, lakini ndiyo maana hayatoshi. Inabidi uyapeleke kwa msimamizi. Msimamizi ni mchungaji, msimamizi ni mprofeti, msimamizi ni askofu, msimamizi ni mtume, msimamizi ni mtu anayeaminiwa na Mungu akapakwa mafuta maalum kwa ajili ya kusimama kwa ajili ya kundi. Amen. Ndio maana kwenye taifa kuna wasimamizi sekta mbalimbali. Amen. Kuna wasimamizi. Huwezi kurupuka kutoka hapa kama nenda kwa waziri moja kwa moja wanafika kwenye ofisi ya waziri.
Ni lazima kuna process upite mpaka kwenye kufika pale. Umeanzia mahali. Ni sawa sawa, kanuni ya duniani ni kanuni ya Mungu. Watu duniani walichukua kanuni ya Mungu. Amen. Ndio maana hata sekeza mtatu hawezi kukupa barua mpaka uanzie kwa mjumbe. Amen. Uanzie kwa mjumbe. Mjumbe anakupatia karatasi inayokutambulisha sekeza mtatu. Sekeza mtatu inakupatia karatasi nyingine ya kukutambulisha juu. Amen. Amen. Lakini sawa sawa na wewe unaomba, unaweza kwa uko ndani unaomba, lakini maombi yako bado hayajafika. Maombi yako hayajafika. Inabidi yafike mahali yachukuliwe na maombi yako, yapelekwe kule juu. Amen. Amen. Ndipo Mungu aanze kuangalia kwamba kweli huyu mwanangu mwenye vita, huyu mwanangu kuna masaki kama amekuja hapa, ana shida ya kazi, ana shida ya ndoa, ana shida ya uzazi. Okay, yanawekwa hapo. Kadri unapohudhuria kwenye maombi yako unajibiwa. Ni sawa sawa umeomba, umepeleka ombi lako mahali fulani, ofisi fulani, utasubiria ujibiwe. Lakini watu wengi leo hii ukishasikia hata kazi zimetoka, nafasi kazi zimetoka, unakurupuka tu, nataka uende siku upate kazi. Lazima utulie. Yes. Wewe ambaye tumepokea barua yako, subiri tutakujibu. Amen. Unafunguka siku hiyo siku moja unajidanganya. Amen. Amen. Lazima ufiki uanze kuwatamia kwenye maombi, uwatamia kwenye maombi, ndipo vitu vinaanza kufunguka. Milango inaanza kuwa wazi. Amen. Hata hakuna aliyelima shamba siku hiyo akapalima akapanga na kesho ile akavuna. Hakuna. Amen. Nika process kapo. Amen. Amen. Ni process. Maisha ni process. Hakuna maisha ya shortcut kwa Mungu. Lazima ukae kwenye mchakato. Hata kwa mtumishi wa Mungu amefika hapa. Mtumishi wa Mungu amefika mpaka anafungua huduma, anasimama hivi. Ni process imepita. Yes. Usione tu mtu amefikia, mtu ana TV na maredio. Akikusimulia vile nilipopita unaweza kufa. Ukazimia kwanza kufuka. Amen. 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 Kwa hiyo kitu ni mchakato, ni process. Paka unafikia juu. Amen. Amen. Kwa tumefunguliwa, tumeondoa nini? Tumeteketeza zile kamba za giza, tumekata, tumetoka kwenye magereza. Sasa ni sisi kuendelea kuatamia kwamba Mungu umenitoa kwenye gereza. Mungu anaangalia kwetu, tunakata kamba za giza, tunakata kamba za ambazo zimefunga maisha yetu. Tumekatakata, tumeteketeza, tumechoma moto. Maana tumefunguliwa, tumetoka kwenye nini? Tumetoka kwenye magereza. Kweli hawana. Kweli umetoka. Sasa mwenendo wako kuche, lazima ujitafakari, ujiangalie. Sio na Mungu janibariki. Ukitoka hapa, bia iko hapa. Ukitoka hapa, danga liko hapa. Ukitoka hapa, kitu kiwa viko hapa. Nategemea nini? Ama nategemea Mungu nijibu. Sasa kwa Mungu atakuwa. Amen. 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 Pigia Bwana Yesu makofi. Amen. Amen.